Davido. Vipi wangange juu. Lakini naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na ndugu zangu, management yangu, Davido pamoja na Kalam, naamini tutafika. Ila tutahitaji mtu mwekezaji. Na hicho tutachohitaji tu sasa, kwa sababu kuna vitu vingine tunajitahidi kujisukuma wenyewe, lakini kuna sehemu nafikia tutakuwa tuta international, tutafute mtu kama fulani. Kweli kabisa. Ni nini hasa ile kusukuma kwamba ukaona unaweza simamia Papa Masai katika safari yake ya muziki? Kwa kweli mimi nilisema kabla mimi niingiane na magano yote na Papa, nilimchunguza kwanza. Sababu hata ukiangalia huku kwetu kweli kuna wasanii wengi, lakini mimi kama kijana pia najituma, nilifuatilia sana sababu ilikuwa ndoto yangu kutangia zamani kuweza kumanage msanii mmoja hapa kwetu nyumbani Narok, ili akaweze kushine, ili akaweze kuwa star, na sisi hapa Narok tukaweze kuonekana kweli hapa Narok pia tunaweza tukafanya kazi fulani. So Papa Masai nimekuwa nikimfuatilia sana tangia aje siku ya kwanza last year huku Narok. Nikafuatilia ngoma zake, nikafuatilia mambo yake ya social media, nikafuatilia pia tabia zake. Nikaona ni msanii kweli ambaye tukikaa chini tuweze ku work out on something, ni mtu ambaye tunaweza tukapush muziki wake ili ukaweze kwenda mbali. Sababu ukiangalia miundo yote ama mionekano yote ya muziki ya Papa Masai imewakilisha mila na tamaduni zetu za hapa Narok. That is Kimasai. Hata kama anaimba ngoma tofauti kidogo, lakini ukiangalia kwenye zile ngoma zake 70% 80% ime-involve culture. So mimi nikaona kwa bidii yake, nidhamu yake ile na ile heshima yake, ni mtu tunaweza tukakaa chini. Sisi hatufanyi sana ili tukaweze kupata faida ama tukaweze kufanya kweli itakuwa biashara by the end of the day, lakini tunataka pia kaunti yetu iwe na muonekano fulani hivi. Hata wasanii wengine wakitoka nje wakikuja wanamjua Narok kuna Papa Masai. Wasanii hakuna mtu yeyote anahangaika. Tunataka tuinue industry yetu. Sana mimi kuwa kama Davido nataka kuinua entertainment industry ya Narok County. So nikasema wacha nichukue Papa Masai, tufanye kazi na yeye pamoja ili tukaweze yeye akiinuka akaweze pia kuinuka pamoja na entertainment industry ya Narok County, ili ikaweze kuwa katika kiwango fulani ambacho inawakilishwa vizuri kabisa. Shida moja ya wasanii hapa kaunti ya Narok ni kwamba msanii tuko na idadi fulani ya wasanii kabisa. Msanii anakuwa kabisa anapata njia za kupenya, lakini kuliko ya kusaidia wasanii hapa Narok, anasema wacha niende mjini. Anakimbia Nairobi, anasema pale Nairobi ndio unakuta msanii au wasanii ndio wanapenya. Mbona wasishikilia hapa nyumbani? Je, wewe kama Davido, ndio sasa umeshikana na Papa Masai, mumepanga vipi ili kusaidia wale wasanii ambao wako chini wakaweza kuinuka, sio tu kuangalia wale wasanii wako juu yenu? Kweli. Kwanza wacha nijibu hilo swali. Kweli hiyo ni changamoto moja tuko nayo hapa, na wajua charity begins at home. Na mimi nimeadvise wasanii wengi nikawaeleza, hivyo ukitaka kwenda mjini, kwenda kufaulu, lazima uweke foundation hapa nyumbani. Na mimi nilijitolea hapa nikasema sitawahi toka hapa kwetu nyumbani niende Nairobi, niende nikafanye shughuli zangu huko, na nimeacha nyumbani kwetu. So sisi zote tukienda Nairobi, nani ndio atainua hapa? Unaona? Na ukifuatilia last on December nimeleta wasanii wengi kutoka Nairobi. Nimezungumza na Calligraph Jones, alipitia akitoka Kisii. Leo asubuhi nimezungumza na Mr. C, wanaweza kuja hii weekend huku Narok County. Last year nilimleta pia The Pluto, alikuwa Narok County, ule The Pluto ule wa sanitization, tulikuwa na event fulani. Na pia last year nilimlete actor fulani wa Machachari, anaitwa Malik. Sasa mimi chile kitu yenye mimi nafanya, nataka sasa nilete au big stars. Sitaki sisi tuende Nairobi, sisi tunataka tuwalete ili entertainment industry yetu hapa Narok ikaweze kuenda juu. Unaona? Ndio hata mimi nikaambia Papa Masai, nikamwambia ingawaje siku moja najua tutakuwa international kabisa. Tutakuwa tunaenda Ujerumani, tutakuwa tunaenda China, tutakuwa tunaenda US kuperform, lakini tukue tunakumbuka Narok ndio nyumbani. Na hata kama kuna studio yote tutaweka recording label ya kushuti, tunaiweka hapa Narok nyumbani. Ndio hivyo sasa bro. Ndio hivyo.
Na kwa sasa mipango gani umepanga kwa sababu ya Papa Masai? Hii ikiwa kwanza ndio media tour ya kwanza akiwa Narok. Iko mipango mingi. Aswa wacha kwanza mimi niwape surprise. Hii ndio radio station yangu ya kwanza kufanya tour. Nimeitwa nyingi sana last year. Nimekuwa na events mingi sana Nairobi. Nikawa naitwa katika station, nikawa naitwa katika YouTubers wananiita, lakini nikawa na avoid hilo jambo kabisa, sababu nilisema lazima ya kwanza nitafanya nyumbani. Unaona, nitafanya ya kwanza nyumbani ili nikaweze kujitambulisha officially nyumbani. Unaona, so mipango ipo mingi. Kama huu mwezi tunapanga kwenda kufanya kitu inaitwa school tour. Tunapanga kwenda mashule ili tukaweze kufanya hizo shows za Papa Masai, ili tukaweze kufanya a little bit of motivational speaking, na pia tunapanga pia kuita wasanii wale wa Narok pia, ili tukaweze kukaa chini, tukaweze kujua the future of the entertainment industry in Narok. Na pia tuko na mipango pia ya kuita kama nyinyi media, tukae chini tuzungumze, ili tujue ni namna gani sisi wenyewe kwa wenyewe tutashikana ili tukaweze kupush entertainment ya Narok. Sababu mimi pia ni furaha yangu, by the end of this year kuna mtu ananipigia simu. Kama sasa hivi kuna mtu kaniandikia message, ananiambia anatusikiza kutoka Dubai. Sasa hivi iko kwenye simu. Ameniandikia rafiki yangu kwenye Facebook, akaniambia anatusikiza kutoka Dubai. Sasa mimi nataka tukija hapa tena, niko na kama rafiki 10 wamesikia Today FM, nasikika USA, nasikika kila mahali. What we want to do, tunataka tuinue entertainment industry yetu. Na tunataka mimi na Papa kama msanii wangu, mimi ambaye ndio official manager wake international, nikaweze kuset a good example. Ndio wasanii wengine wakaweze kuona chochote kinawezekana. Na kweli tunataka tukaweze kwanza huo msingi hapa nyumbani. Hapa Narok County. Kando na Papa Masai, kuna msanii yoyote ambaye unamsimamia kwa sasa? Kwa sasa hamna. Papa Masai. Papa Masai tu international. Na inawezekana kusimamia wasanii zaidi ya wawili? Kama basi Papa Masai akienda kuperform America, ndamwacha basi labda ndaangalia nione vile itakuwa, lakini kwa sasa Papa Masai. Lakini sasa mambo ya entertainment hiyo tunaweza zungumza, tuone namna gani tunaweza tukapush entertainment yetu mbali kabisa. Papa Masai. Yes. Baraka Papa. Je, msanii gani nchini Kenya ashai kukuvutia katika muziki wake ukatamani kufanya kazi naye? Kenya faster na msanii amenivutia Kupa ni the best of artists from Narok. Na mimi kijana kutoka Narok. Unajua pia nilikwambia mimi kwetu Loita. So but sasa nimejua ni nyumbani huko. So Narok ndo mara nyingi niko na ninaishi sasa hivi Narok. So siko Tanzania tena. So Kupa ni msanii ambaye anaimba poa sana. Napenda the way anapiga songs zake kwenye pamoja kwa na convince mara mingi Kupa ingie kwenye secular, lakini naona yuko busy na gospel. So I wish one day kwa gospel. Kupa ananivutia sana na ni msanii mzuri na anaandika vizuri na style nzuri. Na appreciate kazi yake. Yuko sawa bro sana. Na kando na Kupa kabla uje Narok, ukiwa pale Tanzania umekuwa ukisikia nyimbo za Kenya? Mara mingi mimi ni fan wa Kenya na pia ni kijana Mkenya kabisa, kwa sababu mimi ukiangalia asili yangu nilipokuja kujua familia yangu huko ni ya nani, ni kumbe ni baba yangu ndio alikuwa mtu wa Kenya, mama yangu ni mtu wa Tanzania. So enzi hizo kule boda mama Sali wana baba kapelekwa Tanzania. So mimi ni mtoto wa Kenya na asili yangu ni Loita, lakini Narok sana home. Kipindi niko Tanzania nimesikia muziki mingi sana, kina Meja, kina Otile Brown. Niko na process za kufanya ngoma na Otile Brown. Tuko tumekubaliana, tuko na ngoma tunataka tufanye pia na Meja. Tuko in process nzuri zitakuja tu. So kikubwa tu wa support sana muziki wetu. Kama mimi na management yangu Davido tumekubali sasa kuanza nyumbani Narok. Kwa sababu mimi ningeweza kwenda kuishi Nairobi, lakini kwa nini nikaishi Nairobi wakati kwetu Loita na hapa Narok ni karibu? Kwa nini nisikae hapa Narok nikawakilisha vijana, nikawakilisha sanaa ya Narok, tukakuza tukawa mfumo ambao wa kuigwa na sisi kama sehemu zingine Kisii wapi huko, si ndio? So na mimi nimetaka nionyeshe hata kama naishi Narok nitakuwa msanii international na nitakuwa msanii ambaye na Africa level na watakuja walikuwa Nairobi watakuja kwetu Narok.
kwa sababu tuna kila kitu. Alafu isitoshe mimi ni mwanamuziki ambaye nathamini kidogo cha nyumbani. Siku zote ukitaka kukua lazima ujue nyumbani. Utengeneze foundation nyumbani kama alisema manager yangu hapa ya. Alafu huko juu huwezi promote kama huko umetengeneza foundation. Yes. Wow. Already ni manager na kwa Papa Masai tenge Englishini kikirana ki aimaki esafari yenye arashu. Singuleti le nyanak tieto na account na utene bosi olushole Tanzania. Ito ni mwana ke singuleti na wata yabagi ni aringigili go natani yona ke nikili kwa 0725626155. Asha 0725625156 asha 0737453230. Itina ngenguri ni kijona ngene Twitter handle @sidai_fm. Arashinguri ni kijona ngene online at www.sidafm.co.ke. Itina nge sales na lolonga unatupata kwa njia iliyo sawa kabisa. Ka ingikili kwa natani ala na ketenkarake Papa soma comment ya Balotelli. Anasema hapa anapatikana nchi zote zinapatikana, wasomee wasikie kabisa. Yeah, uli nagete ngolini kijona ngene Facebook hata na ke Balo Super official njina ke hapa kuna wa Romania, Poland, Germany, nejo Croatia and kila mahali. Nejo seninya nake Mazo anatutazama pale. Nejo sinye tunawasikiliza kabisa. Wow. Yeah. Romania, Germany, Croatia, Poland. Anaitwa Balo Super. Ndio hiyo. Yes. Huyu ni manager wetu wa international, tutafuta shows za international. Anaitwa Balo Super. Sasa nafikiri hata kwa hii international tutaenda pamoja. Tutasonga wote, tutasonga. Hata kwa hii school tours Yeah. tutakuja tuzungumze, Yeah. tuone kama kuna mali tunaweza incorporate kidogo. Tukienda pale pia tunaenda na brand ya Sidai FM. Yes. Yeah, we just want a good reflection of Narok County entertainment. Sure. Kabisa. Wow. Nako online ningo nitoshe simu. Baki ni ngegeli kwa natani yona ke ngegeli kwa Papa Masai tena wewe nyimbo zake pengine zimekujenga. Umeipenda sana. Kigirana agrana ga show osibojo otanyana ke ninyo nake. Nyolo yok. Aradamu loshole mapo. Ndio hiyo. Nimerudisha fadhila kwa Masai wenzangu, najua mara nyingi naimba Kiswahili. Sasa hii wimbo ni zawadi kwa Masai wote wa dunia nzima. Yeah. So aradanyo singole ki Masai amu nge fadhila ringo taro Masai. Ajulela rio Masai wa Kristana. Na ajibaba Masai na nyelo singole ngeni. Hii wimbo iko na siku 10 leo kutoka. Ni muziki ambao imebamba sana na watu wengi wanaipenda kwa sababu nimeamua kurudisha fadhila kwa Masai wenzangu kwa imbia muziki mzuri. Yes. Wow, the first day. Yani ni mara ya kwanza kuzindua kwenye redio. Ndio hiyo bwana. Kodile Tanzania, nyoloyo, kode morale mara, nyoloyo, kodile Samburu, nyoloyo, kode ole kipya, ambo, oh kodile zaitai. Nyoloyo, kodele dio siyai, nyoloyo. Yes. Yolo ndio hiyo sasa. Yani kingine ndio rekodi ile Samburu. Yolo yok. Nyolo yo ya. 072562 tukimalizia. Ana Allah baki yelo singol la kandai kiranyita matarai 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 Yes. Mataranya. Simu na bona cha line. Sidai FM low. Sidai FM low. Wait. Music. Oye, kalau merang sedang ngaleng. Oh, selegen ya. Yes. Ya vile mnaweza kusupport kwenye unajua tukienda pia tunaenda tuna represent pia Sidai FM. Ndio. Hiyo sasa hiyo. Na pia sijui najua pia